pesa, ameweka jiwe, kaweka ndimu, kaweka mkaa, maisha yake yanategemea ramli. Anakwambia nimekiri ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja. Huyu Allah mmoja wa pekee ambaye umemkiri, mbona unamshirikisha na hirizi? Ni kweli wewe una elimu na hii la ilaha illa Allah, mbona unamshirikisha na tarasimu? Haya ni maisha ya kawaida ndugu zangu katika imani. Ukitazama milango ya watazamia nyota, ya wapiga ramli, waingiaji wakuu, waingiaji wengi katika milango hiyo ni watu wanaojisema kuwa ni Waislamu. Watu wana ujinga mkubwa sana na dini hii ndugu zangu, lakini hawataki jiweka pembeni kuwa hawaijui dini. Linapokuja jambo la dini, kila mmoja ni mufti. Sasa miongoni mwa mambo, maneno mabaya yanayotamkwa na ulimi wa mwanadamu, ambayo inawezekana ikawa ni sababu ya mwanadamu huyu kuangamia kwa Allah tabaraka wa taala, ni kumsemea Allah katika dini yake hali ya kuwa mtu hana elimu na anachokisema. Ndugu zangu katika imani, kadhalika min aqbahil kalam, miongoni mwa maneno mabaya yanayoweza tamkwa na ulimi ikawa ni sababu ya mja mwenye ulimi huo kuangamia mbele yake Allah tabaraka wa taala, ni shahadatu zur, ushahidi wa uongo. Ikawa mtu kila anachokisema ni wallahi, akijua na kutambua wallahi hiyo anayoiapa ni muongo. Hii dunia ya leo ndugu zangu, haya ni mambo ambayo yamekuwa rasmi. Watu wamefikia kuyaridhia, na muda mwingine kutoa pesa kusomesha watoto wao kwa gharama kubwa. Anakuwa mtoto ni mwanasheria, kazi yake ni kutetea watu mahakamani. Anakuja mtu ameiba, amefanya uhalifu, anatoa pesa kwa mtu anaitwa wakili. Wakili anasimama kuithibitishia mahakama kwamba huyu mtu si muhalifu, na kiuhalisia ni muhalifu. Shahadatu zur, jinsi ilivyotamalaki katika maisha yetu na jinsi ilivyochukuliwa na fikra zetu, tena muda mwingine ndio tunaisapoti kwa kutoa pesa watu wasome, na mtu anajifakharisha, alhamdulillah, mtoto wangu mimi mwanasheria bwana. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Yusuf 81 juu ya ubaya wa mtu kushuhudilia jambo la uongo. Allah subhanahu wa taala anasifu wema walioishi kabla yetu, ndugu zake Yusuf na waja wengineo wema, walishuhudilia katika mambo ya haki, hawakushuhudilia katika mambo ya uongo. Allah anasema wama shahidina illa bima alimna, hatukuwa sisi ni wenye kutolea ushahidi ila vile ambavyo tuna elimu navyo na tumesema kiuhalisia. Akasema tena Allah tabaraka wa taala katika surati Zukhruf 86 illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun, wanaotumia ndimi zao vema ni wale ambao wanashuhudilia kwa haki, si kwa uongo, hali ya kuwa wakijua na kutambua nini ambacho wao wanakifanya. Ndugu zangu katika imani, wa min aqbahil kalam fima baina an-nasi al-ghibatu wan-namima, na miongoni mwa maneno mabaya yaliyo baina ya watu, maneno yanayotamkwa na ndimi za waja, ni kuteta na kusengenya. Kuteta, dhikruka akhaka bima yakrahu, kuteta ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo akiyasikia atachukia. Lakini namima ni naqlul kalami min baini shakhsi ila shakhsin litufsida bainahuma, ni kuchukua neno toka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ili uharibu mahusiano ya wawili hao. Kuteta ndugu zangu, kusengenya ndugu zangu, ni miongoni mwa maafa yaliyolala katika ndimi za wengi katika Waislamu wa leo. Ya Rabbi tunusuru na kutetana na kusengenyana. Miongoni mwa sababu za kugombana baina yetu, magomvi baina yetu, kutopendana baina yetu, uadui na chuki iliyo baina yetu,
ni zao linalotokana na kutetana na kusengenyana. Jambo hili huko nyuma lilionekana kama ni jambo ambalo laweza fanywa na kina mama wale ambao hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, lakini utesi na kusengenya leo ni tendo linalofanywa na watu waliofuga ndevu na kukata kanzu na suruali. Kati ya shekhe na shekhe, huyu ana wafuasi na huyu ana wafuasi wake. Watu wanasigana leo katika dunia ya teknolojia, utandawazi. Tunaona mpaka kupitia mitandao ya kijamii watu wanazogoana. Palikuwa na uwezekano kabisa, umeona tatizo kwa ndugu yako, ukamfuata, ukampigia simu, ukatafuta namna ya kuongea naye, katika namna ya kumpa nasaha. Ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Lakini mlango huu kwetu sisi umefungwa. Umefunguliwa mlango wa kutetana na kusengenyana. Tunasali pamoja, hakuna mapenzi baina yetu. Ya Rabbi, tunakuomba utuepushe na utesi na usengenyi. Ndugu zangu katika imani, ulimi ni kiungo cha hatari sana, ni kiungo cha shari sana, ambacho hakika mwanadamu asipoutumia vema, asipokitumia vema, inakuwa ni sababu ya mwanadamu huyu kuangamia mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndiyo sababu viungo 360 vilivyo katika mwili wa mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia viungo 359 kila asubuhi huwa vinatoa mawaidha nasaha kwa ulimi. Vinasema nini kuuambia ulimi? Vinamwambia ittaqillaha, ulimi wewe muogope Allah. Fa innama nahnu bika, hakika si vingine sisi tunawe, tuko na wewe, hakuna namna nyingine. Viungo hivi vinauambia ulimi, inistaqamta istaqamna, ikiwa wewe utatengemaa, ikiwa wewe utaongoka, na sisi pia tutaongoka, na sisi pia tutasalimika. Lakini in awajajta, ikiwa utapinda, utaharibika, utaharibu, iwajajna, na sisi pia tutapinda, tutaharibu, hakuna namna nyingine. Viungo vya mwili wa mwanadamu kila siku asubuhi vinatoa mawaidha kwa ulimi. Hii ni kuonesha kuwa ulimi huu ni kiungo cha hatari kiasi gani katika maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akasindikiza nasaha hizi za viungo vingine dhidi ya ulimi na maneno yasemayo, aktharu ma yudkhilu nnasa nnara, mara nyingi sana kinachoweza waingiza wanadamu motoni hakuna isipokuwa vitu viwili. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alfamu, kiungo cha kwanza mara nyingi kinachoweza muingize mwanadamu ndani ya moto wa jahannam ni mdomo, kwa sababu ndani yake kuna ulimi. Ulimi unaweza haribu na kutengeneza. Na kiungo cha pili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema, walfarju, ni utupu. Mwanadamu akisalimika na viungo viwili hivi vikaongoka, vikakaa sawa, mwanadamu huyu hakika ana hadhi na heshima mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hifadhini ndimi zenu, fa innaha silahun dhu haddaini, kwa sababu ulimi ni silaha yenye makali pande mbili. Ulimi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama uliweza pelekea leta maafa makubwa ya watu kufikia hata chukiana. Nyumba ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama inatikisika kwa mke mama yetu mwema kurudishwa nyumbani kwa baba yake. Ulimi si kitu kingine ndugu zangu. Usiuone ulimi ni kiungo cha kawaida cha mchezo, ukawa ni mwenye kutamka maneno katika namna nyepesi na rahisi
Jua natambua kiungo hiki ambacho wewe unacho ni kiungo chenye hatari. Kila ambalo linatamkwa na kiungo hiki toka katika kinywa chako ni lazima kwanza ulizingatie na ulifikirie mara mbili, mara tatu. Hili lina maslahi, halina maslahi? Lina madhara, halina madhara? Usiwe ni mwenye kuropoka ukatamka tu katika namna nyepesi na rahisi, vile ambavyo sisi leo tumezoea tukaishi katika maisha ya kuchafuana, ya kupakana matope kwa sifa na tabia tusizokuwa nazo. Allah tabaraka wa taala anatutahadharisha ndani ya surati An-Nur aya ya 15. Allah mtukufu anasema idh talaqawnahu bialsinatikum, maneno mnayoyatoa kwa ndimi zenu katika namna nyepesi na rahisi. Watakuluna biafwahikum, na midomo yenu ikasherehesha ikaelezea. Wenyewe mnaonaje maneno haya? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma laysa lakum bihi ilmun, mnaongea vitu ambavyo hamna elimu navyo. Unamsemea mtu mabaya, ukiambiwa leta ushahidi huna. Haya yalijiri kwa mama Aisha alipotuhumiwa uchafu. Wanaropoka watu, hawana elimu, hawana ushahidi, hawana uthibitisho. Na haya ndugu zangu tunaishi nayo katika jamii yetu leo. Mara ngapi watu wanakaa kwenye jobless zao, kwenye vikao vyao, wakamsema mtu, wakawasema watu kwa mabaya na machafu ambayo wakitakiwa kuleta ushahidi hawana ushahidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watahsabunahu hayyinan, ni mnayoona ya kawaida hiyo miropoko yenu, mnaiona ya kawaida, miepesi, haina madhara yoyote yale. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa inda Allahi adhim, lakini hakika hayo mnayoyaongea na kuyaropoka mbele ya Allah tabaraka wa taala yana uzito wa kipekee. Ya Rabbi, tunakuomba uzilinde ndimi zetu, uzichunge ndimi zetu ziwe ni zenye kusema kheri ambayo italeta matunda ya viungo vya mwili wetu kuweza kutenda yale ambayo wewe wayapenda na kuyafurahikia. Na haya Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia aliposema katika suratul Ahzab aya ya 70, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah, na daiman katika maisha haya ya dunia semeni maneno yaliyo sawa sawa toka katika ndimi zenu. Msiseme maneno ya batil, msiseme maneno mabaya, kwa sababu ndimi zenu zikiweza sema maneno ya sawa, maneno ya kweli, Allah tabaraka wa taala anasema mtapata matunda katika dunia kabla ya kesho yaumul qiyama. Allah anasema yuslih lakum a'malakum, matendo yenu, mambo yenu, maisha yenu yatatengemaa. Wayaghfir lakum dhunubakum, na mtasamehewa madhambi yenu mengi mliomkosea Allah tabaraka wa taala. Waman yuti'i llaha wa rasula, na yeyote anayeishi katika hii dunia akamtii Allah tabaraka wa taala, kadhalika mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, faqad faza fawzan adhima, hakika mtu huyu amefuzu kufuzu kuliko kukubwa. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwa wenye kufuzu katika kulinda na kuchunga ndimi zetu, na tusamehe katika yote tuliyoteleza tukaropoka mambo ambayo hatuna elimu nayo. Ya Rabbi, si ni madhaifu na mwenye kusamehe ni wewe, na wewe ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma na waja wako. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Ndugu zangu, i'lamu anna min akhtari uyubi lisani, jueni na tambueni hakika miongoni mwa mambo ya hatari sana katika aibu za ulimi ni al-kadhibu fil hadithi, ni ulimi kuwa na tabia ya kusema uongo kila unaposema. Na hili jambo si aibu peke yake. Ulimi wa mja unapokuwa na tabia ya kusema uongo katika maneno yanayotamkwa na ulimi huo, Bakara 83, waqulu linnasi husna, na daiman mnaposema kwa watu
semeni maneno yaliyo mazuri, maneno ya kweli.